Hii ni Akida Online TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Akida Online TV ambaye mtufuatilia matangazo yetu mubasharatan katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Mtazamaji, leo hii ni naye mgeni hapa kutokea hapa jijini Dar es Salaam. Nini ambacho anacho kwa siku hii ya leo? Bila shaka tutapata kuzungumza naye kadha wa kadha. Nitamkaribisha mgeni wangu kutoka hapa katika studio zetu za Akida Online TV. Naam, Maalim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, habari za nyumbani ndugu yangu? Habari za nyumbani ni salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Karibu sana katika studio zetu za Akida Online TV. Asante sana kwa ukaribisho. Naam, mtazamaji, baada ya kumkaribisha na mgeni wetu hapa kupitia hapa Akida Online TV. Naam, Maalim Shaban, bila shaka watazamaji wataka kujua zaidi jina lako ni nani na wewe ni mtu wa aina gani labda? Naam, mimi kwa jina naitwa Shaban Ali Chamui, nikiwa ni mratibu wa vazi la hijabu hapa nchini kwetu Tanzania. Ndio. Naam, baada ya kujitambulisha leo, bila shaka Maalim ana jambo iliyokuwa jema kabisa. Bila shaka naomba mtazamaji tumsikilize kile ambacho anachotaka kukizungumza kwa siku hii ya leo. Maalim, bila shaka una jambo bila shaka? Hakika ninalo jambo. Ndio. Ninalo jambo ambalo nakusudia nilifikishe hususan kwa wazazi na walezi wa vijana wetu wa Kiislamu. Ndio, bila shaka uwanja ni kwako sasa. Kwanza kabisa ningependa niwasalimu kwa salamu iliyokuwa tukufu kwa wale wote wanaofuatilia matangazo haya. Ndio. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa niaba ya watazamaji, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kama ambavyo nilivyokwisha jitambulisha awali kuwa mimi naitwa Shaban Ali Chamui, nikiwa ni mratibu wa vazi la hijabu hapa nchini Tanzania. Siku hii ya leo ningependa niweze kuwakumbushia wazazi pamoja na walezi wa watoto zetu ambao hivi sasa na imani wazi kuwa wazazi walio wengi pamoja na walezi wako katika kufikiria namna ya kuweza kuandaa sikukuu. Na katika maandalizi ya sikukuu mimi kwa leo sitaweza kuzungumzia mambo mengine zaidi ya upande wa mavazi, kwa kuwa mimi nashughulika na mambo ya kusimamia mavazi. Ndio. Katika hili ningependa niweze kuwakumbusha wazazi wote pamoja na walezi, tunapokwenda kuwaandalia watoto zetu mavazi ya sikukuu, basi tuweze kuhakikisha hayo mavazi yanakuwa ni yale ya stara. Ndio. Ni yale ya stara ambapo sheria dini yetu imetutaka watoto wa kike na kina mama kwa ujumla wao wanapotoka nje ya majumba kwa namna yoyote, yani wanapotoka nje kwa jambo lolote, iwe ni kwenda maskoni au kwenda madukani, kwenda kuwaona wagonjwa, ama kwenda katika mashule kwa wale wasomi wa kike, ama wanatoka kwa ajili ya sikukuu, wanatakiwa wavae mavazi yaliyokuwa ya stara. Hii ndio sheria dini yetu inavyoelekeza. Sasa katika hili ningependa kuwakumbusha wazazi tuhakikishe tunapokwenda kuwashonea mavazi watoto zetu wa kike ya sikukuu pamoja na dada zetu na wake zetu, basi tuhakikisheni tunawashonea yale mavazi yaliyokuwa ya stara. Naam, samahani Maalim wako kusana jambo zima la stara. Ndio. Sababu wengi wanasema stara labda ni kuvaa tu ushungi labda mpaka hapa. Unazungumza stara ya aina gani labda? Ninapoongelea stara maana yake nataka ieleweke kwa mtoto wa kike au mwanamke. Sheria inamtaka jistiri mwili wake wote. Yani mwili mzima mwanamke unatakiwa uwe ndani ya stara. Ndio. Na hilo vazi atakalolivaa mwanamke au mtoto wa kike mbali na kumfunika mwili mzima, lakini linatakiwa liwe pana hilo vazi, lisiwe lenye kubana na kuonyesha ramani ya viungo vyake vya mwili, yani kuonyesha shape ya mwili wake. Hii haitakiwi, kwa maana vazi la mwanamke linatakiwa liwe pana. Lakini sifa nyingine ya vazi la mtoto wa kike au mwanamke, linatakiwa liwe zito, lisiwe jepesi likawa linaonyesha rangi ya mwili au mapambo yake aliyoyavaa mwilini yasiwe yenye kuonekana kutokana na uwepesi wa ile nguo aliyoivaa nje. Hilo likiwa ni sharti lingine la vazi la stara. Lakini sharti lingine linalotakiwa lizingatiwe
wa wazazi na walezi wanapokwenda kushona mavazi ya watoto kwa ajili ya sikukuu na mavazi mengineyo yasiokuwa ya sikukuu, yawe ni mavazi ambayo yasiwe yenye kufanana, yani hayo mavazi yasiwe yenye kufanana na jinsia nyingine. Tunapoongelea hapa mtoto wa kike, basi maana yake asivishwe nguo inayojulikana kuwa hii ni ya watoto wa kiume au ya wanaume, kama vile mfano wa suruali. Na tunaona baadhi ya wazazi wakati wa sikukuu, tunaona hata nje ya sikukuu, tunaona watoto wa kike tunawaona barabarani wakiwa wamevishwa suruali, jambo ambalo halikubaliki katika dini yetu ya Kiislamu. Kwa maana kwamba mtoto wa kike wa Kiislamu hatakiwi kuvaa mavazi yale yanayowapasa kuvaa wanaume. Kwa hiyo maana yake kwamba sasa sharti lingine la vazi la mwanamke ni kwamba hilo vazi lisiwe lenye kufanana na mavazi ya jinsia ya kiume. Lakini sharti lingine la vazi la Kiislamu kwa huyu mtoto wa kike ni kwamba hili vazi lisiwe limeshonwa katika mitindo ya kihuni. Kwa mfano, leo unaweza kukuta mtoto wa kike mwanadada amevaa sketi yake ndefu vizuri kabisa, lakini unaweza kukuta ameipasua nyuma au pembezoni kwenye miguu yake akapasua, ikaonyesha mwili wake, sehemu ya mguu ikawa inaonekana kutokana na ule mpasuo. Huu ni mtindo ambao wenyewe wanaita mtindo huu wanauita wenyewe fundi kasahau. Sasa huu ni mtindo wa kihuni ambao sasa vazi la mtoto wa kike au la mwanamke halitakiwi lishone katika mitindo kama hii ya kihuni. Lakini tuliwahi kushuhudia hapa juzi kati, miaka ya hivi karibuni, unakuta mwanamama amevaa gauni lake pana refu mashallah taala, lakini unakuwa na mkono mmoja ambao umerefuka paka kwenye kiganja, lakini mkono mwingine ukawa uko wazi. Naona hiyo nayo ni fashion ama ni mtindo wa mavazi ambao umebuniwa, lakini mtindo huu tunasema ni mtindo wa kihuni ambao kwa mwanamke wa Kiislamu hapaswi kuvaa vazi la mtindo kama huu. Kwa hiyo hili vazi la mwanamke liepukane na mitindo ya kihuni. Lakini sharti lingine la hili vazi la mtoto wa kike au mwanamke ni kwamba lisiwe na mapambo, lisiwe na mapambo au marembo yenye mvuto. Na katika hili inashauriwa sasa, inapendeza kwamba mwanamke avae nguo yenye rangi moja iliyokuwa plain, isokuwa na marembo rembo ya maua nakshi vile, unaona. Kwa hiyo inashauriwa iwe ni ya rangi moja, kwa maana iwe plain. Kuhusu aina ya rangi, sheria ya Kiislamu haijaelekeza kwamba sheti iwe rangi fulani. Hapana, maana yake kwenye swala la rangi mwanamke amepewa uhuru wa kuchagua rangi yoyote aipendayo, anaweza akashona nguo na akavaa hiyo nguo, kwa maana kwamba isije kajengeka dhana kwamba labda kuna rangi maalum iliyopendekezwa na Uislamu mwanamke kuvaa, aidha iwe nyeusi labda au nyeupe, rangi yoyote aitakayo, alimradi tu isiwe na marembo rembo ile vazi. Kwa hiyo haya ni katika masheti la vazi la mwanamke. Nafikiri nitakuwa nimeeleweka vizuri katika swali ulioniuliza kuhusiana na stara hii ikoje. Bila shaka. Naam, kwa hiyo nimeelezea juu ya masheti ya vazi la mwanamke. Na hayo ndio yandokewa yazingatiwe. Sawa sawa. Naam, mtazamaji, huyo ndio mratibu wa hijabu Tanzania. Tutazungumza mengi kuhusiana na swala zima la hijabu. Labda Maalim, umezungumza mengi hapo tena sana, na bila shaka watazamaji wamekuelewa. Lakini hao wanawake wanawasimamizi bila shaka. Naam. Na wasimamizi tunakusudia ni wanaume. Alijalu qawwamuna 'ala nisa. Unawaambia nini hao wanaume? Upande wa wanaume ni kama ulivyoisoma hiyo aya. Ndio. Hiyo aya maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelekeza sisi wanaume kwamba ndio wasimamizi wa mambo ya wanawake. Kwa hiyo tunao wajibu wanaume kuweza kuhakikisha hizi taratibu zinafuatwa. Sawa sawa? Sisi wanaume tunao wajibu kwa agizo hili la Mwenyezi Mungu, kwa maana tuna wajibu wa kusimamia kumsimamia mwanamke na mtoto wa kike juu ya utekelezaji wa maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ni pamoja na hili la vazi. Ni amri ya Mwenyezi Mungu. Vazi la stara limeamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukirejea Qur'ani katika sura ya 33 aya ya 59 sura Al-Ahzab, Mwenyezi Mungu ameeleza jambo hili kwamba mwanamke anatakiwa ajistiri namna gani. Kwa hiyo wanaume tunao wajibu wa kuweza kuwasimamia wake zetu na mabinti zetu katika amri za Mwenyezi Mungu kiutekelezaji.
Kwa hiyo tutambue hilo kwamba wanaume tutakuwa masuli mbele ya Mwenyezi Mungu, tutaulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuliwasimamiaje wanawake katika majambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.